Mwana wa Mungu, hakuna mwanadamu wa tabia za mwilini, hakuna mwanadamu wa tabia za asili anaweza kufanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanakuwa mazito, njia za Mungu zinakuwa nzito, mambo ya kimungu yatakuwa mazito, kwa sababu mwanadamu wa tabia za mwilini, mwanadamu wa tabia asili hawezi kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mtu wa tabia za mwilini kumkana Yesu kwenye mazingira yote sio jambo ambalo ni gumu sana. Ndani yake anakaa kipengele, mtu wa mwilini ndani yake anakaa kipengele, Mungu si Mungu wa rehema, Mungu si Mungu anaisamehe, Mungu understands, Mungu anaelewa. Umenielewa? Mtu wa mwilini haoni makatazo ya kiroho na maagizo ya kiroho kwamba yanamata. Anadanganywa na kwamba Mungu anaelewa tu, Mungu anaelewa, Mungu ni wa rehema. Ndicho kitu kilichomuua Samsoni. Watu wa Agano la Kale walimtumikia Mungu pasipo kumjua. Umenielewa? Watu wa Agano la Kale, mitume wengi, wale manabii wengi walimtumikia Mungu pasipo kumjua, maana walikuwa wanapewa sehemu ndogo sana ya kumjua Mungu. Umenielewa? Kutokana na wito uliokuwa nao. Na Samsoni ndivyo ilivyo. Samsoni alifanya mambo makubwa mno, alifanya mambo ya kiroho, lakini yeye alikuwa anavuviwa na Mungu na kuvuviwa na Mungu, lakini kuna baadhi ya vitu alicheza navyo akaviona ni vya kawaida. Aliviona ni vya kawaida sana. Bwana sifiwe. Amen. Na vijana wa kiume mlioko hapa, na sisi wanaume tulioko hapa, moja ya vitu tujilinde hatari, jilinde zinaa. Moja ya vitu jilinde mwanaume, moja ya vitu jilinde zinaa. Ni mlango unaoua kila kitu na uwezo ndani ya mtu, ndani ya mwanaume. Kwa Samsoni na nguvu yake yote alibadilika kuwa mtu ambaye kama si chochote, msagangano tu za Wayahudi, mtu ambaye ni kana kwamba hakuwahi kutumiwa na Mungu, kana kwamba hakuwahi kutembea na Mungu. Zoezi la muda mfupi sana, la furaha ya muda mfupi sana, liliondoa heshima ya Mungu juu ya Samsoni, na utukufu wa Mungu na uwezo wa Mungu juu ya Samsoni. Kwa nini? Kuna vitu hakutilia maanani vya kiroho. Kwa sababu mtu wa mwilini hatilii maanani vitu vya kiroho. Toka anazaliwa anaonywa, mzazi anaonywa, na yeye akaambiwa wembe usiguse kichwani mwako, na ikawa siri yake. Wale wana nywele ndefu wengine walisema wow, lakini kumbe hakujua ile ilikuwa siri ya nguvu zake. Kilichotokea, maisha yalibadilika pale pale siku nywele zilipotolewa, kwa sababu maagizo ya kiungu hakuyatilia maanani.